Naboigo branch ya borabu ejwe gotoka imemo chokijauri. Erio kwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport naboigo chilingi 500 chokwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Obwansu Gusii. Nigo charagire CHINSA IKOMI chabona maragoba chinga kingo kwaregani atwe manyamangana AMAYIA asenchera yowenge erietaria ne DORCAS KEMUMA nigo tukubwatira nera Petra Mokeira yokwena kingamari yone chibicha awoikire asenchera yowekiranu nabogo tubwatia wetira asenchera yemitandao asensemo ya Facebook otunyaruna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tubwatia una Ndizi TV News naboigo ase website nyona www.ndizitv.net. Wairire biya omwanchu murigeria ngo kwarigani atwimanye asenchera yo wikirano omorai bwense nigo atebiremuna serikali yaye nigerachi kugendera gusira abaremi iryo kwena kibuna abaremi ingogesa bareri gesari nyinge kagukwa na chingaki atarira imeye county ya Meru asaringe taro yaye ya matuko atatu ruto nigo atebamuna nigo serikali yaye bwatekerenga kyogo chikone kinga abaremi ingogesa bare endaire nyinge na asege ka kemyaka ikomi eremotwe ense ya Kenya terigo chikogora endagira korwa ase CHINSA chesiko. In the next 5 years, we want to cut down the money we use to import food by 50%. We want to remove 250 billion from our budget of importing food. And in 10 years, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna chakula tena inaagizwa kutoka nje, chakula yote inazalishwa hapa nyumbani Kenya. Tumekubaliana jameni? Kwa sasa kila mwaka tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula. Imagine, tunalete mchele, tunalete mahindi, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza nini, na tunatumia pesa yetu kulete chakula kutoka nje, na hiyo chakula yote tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Nyinyi mnataka tuendelee kuleta chakula kutoka nje? Si tuzalishe hapa nyumbani? Tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuongeze maji. Si nyinyi mtafanya ile imebaki? Ama mnasemaje? Na ile pesa badala ya kulipa wakulima wa sehemu zingine, sisi tuwalipe nyinyi. Si ndio? Muweke pesa kwa mfuko kwa kuzalisha chakula ya Kenya. That is our plan. Nia yetu kwa in the next 5 years, we want to cut down the money we use to import food by 50%. We want to remove 250 billion from our budget of importing food. And in 10 years, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna chakula tena inaagizwa kutoka nje, chakula yote inazalishwa hapa nyumbani Kenya. Chinga kicho boigo morai wense Dr. William Ruto nigo boigo abolire abaremi egosimeka ebimeri ebiri birachiko niwa ase CHINSA chisiko erikorenta chibesa imeyense ya Kenya na boigo nigo abarira aira abaremi abo buna serikali nechikone kinganku bwatokere amoyo asebono barachikomento amoyo ase ensemo yabaremi ase matuka maiga babire bakonyora oboyo oboma abo babire bakogora aseri gori irense nigobona serikali yatebina nigera chikomenta koika amoyo abere asebono barachi kogolera amagori ainse naboigo niga babolire kona kinga nko tumekabale amache ayo atari yembura gose amachari bakoka chachinga kimbure gotwa batari gochi kuganyera enkere embura yature na gosimeka ebimeri byabo. Nyinyi wakulima wa sehemu hii sasa tena hamuna sababu ya kutozalisha chakula kingi, kwa sababu sasa mtakuwa na maji, na hiyo maji inakuja ya irrigation, itawasaidia kuzalisha chakula kila wakati. Hamutakuwa mnangojea mvua tena, si namna hiyo?
na hii mpango tunataka ifikie households ama familia 1000 ili tuhakikisha kwamba sehemu hii yote watu wanapata maji. Na mradi ambayo tunaendelea hii Meru sio hii peke yake. Tuko na miradi ingine ya gharama ya shilingi bilioni 2.2 2.2 million other projects, 2.2 billion other projects are going on in Meru County. Kwa sababu tunataka kuongeza mazao ya kilimo kwa kusaidia wakulima na mbegu na mbolea na maji ya irrigation. And that is why mimi nimekuja hapa. Ndio nyinyi wakulima mjue tunaweka umuhimu mkubwa sana kama serikali kuzalisha chakula, ndio tuweze kupunguza gharama ya maisha na pia tuongeze mapato yetu ya chakula, ndio tuondoe njaa Kenya. Tunaelewana? Mimi nawauliza nyinyi wakulima, mtafanya bidii? Si mshapata maji? Nimeshamwambia waziri wetu Mithika Linturi yuko hapa. Nimemwambia Mithika Linturi leo tumeanza kudistribute fertilizer Kenya. Na tunataka hiyo fertilizer yenye tumepunguza gharama kama serikali ifike kila mahali. Hapa Meru tunataka tuwe na mbolea ya kutosha. Na mimi nawauliza wakulima wa Kenya, yule ulitumia mfuko moja mwaka uliopita, ongeza mfuko ingine iwe mifuko miwili mwaka huu, ndio tuongeze mapato na mazao yetu kule shambani. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuendelee na hii safari. Togos komoto manchumoriria igati ya baraikurwa ase serikali ya Kenya Kwanza nigo besokirie na kugikiria igitambukiro gie kigambiro asugo tugurtirare igoro ya yobwagachi gwechinyumba cha magori anse nigo mokoba kurabano mo bunge korwa ase bunge ya Molo Kimani Kuria nigo atebire muna serikali tirigo chigwancha gotenenia omoroberio yobwagachi gwechinyumba cha magori anse asebono atebire oika omoroberio it's really unfortunate. The court decision today is really unfortunate. However, luckily we had already started this legal process of creating this legislation, and the court, and I think it's important to clarify. Reading by the judgment of the court, the judgment was not granting stay orders before the court is heard and determined, because remember, National Assembly did appeal the area ruling. So what was rejected today are the stay orders, which I know our legal team are going to appeal on. But at the same time, we are already almost done with now having a legislative framework. Now, and this is why we are doing this public hearings across the country. So at the end of it, you have a watertight legislation that is going to make sure it fences this fund and make sure that this money is the housing levy is not spent on payment of debt. So I had someone say that these monies are going to be used for payment of debt. No, that's why we are making this law, to make sure that these monies are ring-fenced, to make sure they are only spent for the purposes stipulated in the bill. And that is why Parliament always sits and makes laws. What the court pronounced itself is we are studying the judgment and finding those loopholes that may have existed in law, and creating the legislative framework like we are doing now. So housing levy is not going anywhere. We passed it in the Finance Act. We have studied the judgment. We are finding out now how to make sure that we have watertight legislation, that even if someone else challenges it in court. Omorai wa bange ase bunge nene Kimani Chungwa nigo bona mobolire omorai wense Dr. William Ruto tabaisa wancha ekigambiro amona baraibande gotenenia emeroberio iria begete erio goikirania magendero ase abakenya chingaki aringe gosechira chiriabe arebetega kuria chingaki aringe kurigia ekiroge kyo koborai kaokwana chingaki baringe etaro yabo ase county ya Meru nigo Kimani atebire muna nerebuya emeroberio yonsi ebwatiwe anene ase ebigambiro asatebire muna ebigambiro amatuka bwangoiga nigo byabeire bigwesonani ase emeroberio eria ya serikali yabikire anene kobeka ebitango nabo igo gotuguterare emeroberio yende. What we are seeing today, Your Excellency, has nothing to do with the independence of the judiciary. What we are witnessing today is judicial
overreach. They have overreached their mandate. They are now sabotaging the work of the executive, sabotaging the work of the legislature, and above all, sabotaging the jobs created for the millions of youth in our country. Your Excellency, I want to plead with you. Don't allow your government to be sabotaged or to be undermined by cartels and masters of state capture, either through the judiciary or even in the legislature. Kangumu rais, awakalie ama asiwakalie? Hata hawa majaji awakalie ngumu? Na mimi rais, najua ulifanya mkutano na hii watu. Na tunakuheshimu, nimekutolea kofia rais. Na ulisema utawaongezea pesa kwa judiciary. Lakini kama unataka uongezee pesa, na hiyo pesa itakuja kufanyiwa budget kwa bunge, na mahali pesa inatoka ni kwa ushuru, na hii judiciary ndio inasimamisha ushuru yako. Mimi naona hapo kama tutakosana kidogo. Mimi naona kama ikifika bunge tutafunga kingine. Tuwafungie tusiwafungie? Tuwafungie ama tuwape? Tuwape sababu ya rais? Ama tuwakazie? Vile wanakazia vijana wasipate kazi. Na wanakataza ushuru isikusanywe, vijana wasipate kazi. Na judge mwenye anafanya hivyo, mshahara yake ni nyinyi mnalipa na taxes zenyu, si ndio? Wakaliwa ngumu wasikaliwe. Sasa Mheshimiwa Rais, ukiona bunge imeweka pia kazi yao ya kufanya budget making in line with the priorities of the people of Kenya, please allow us, Your Excellency, hata sisi tupige msasa budget ya nchi yote. Umurai we kiama kia ODM Raila Odinga nigo agikeire ebikore bya bwangoiga ase abasubati babeire bagutoka baitire ase chinsemo imeyense ya Kenya korengana na Raila kaukwana chingakia arenge imeye county ya Mombasa asarenge omuyiga bwo kumanyikania ekiama kia ODM nigo Raila agikeire ebikore byo ase bona borire serikali okora obotuki bwa bwango nabaigo bali baranyorekane abaikirenti ebibebyo banyale kwimukiriwa ebitambukiro egetindi ikeri chiko asaba igaborira abantu bansi banakinga ngosika bare abasubati nakoba amabaga ayoborai ase ense ya Kenya. Mimi ni rafiki ya kina mama wote. Mimi nafuata mfumo ya sheria ya kisiasa ambayo inasema kina mama mpaka walindwe na wapewe nafasi yao katika utawala nchi. Maana hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila kupatia kina mama nafasi sawa sawa ili waweze kushiriki katika juhudi ya maendeleo. Tumekuwa baki nyuma katika taifa letu, tumekuwa muda mrefu sana. Wakina mama wamekuwa mawachwa mbali kwa kando. Tunasema si mama nafuata bwana, hapana. Mama na bwana wanaenda sambamba, wanaenda pamoja. Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Ndio sababu mimi mwenyewe kwanza nimehuzuniwa sana na tukio ya fujo ambayo imefanyika dhidi ya kina mama siku hizi ambazo zimepita hizi. Tumeona vioja, tukiona wamama wanauliwa hovyo. Wamama wanakatwa kama mtu ambaye anakata kuku. Tumeona mingi zaidi ambayo inaitwa gender violence. Kwanza tunalaani vitendo vya kinyama ambavyo vimefanyika hapa katika taifa letu. Lakini pili, tunataka hatua ichukuliwe ili mambo kama haya inaweza kuepukika. Hatutaki kwenda kila mara tunalia. Hituko lya rero nigo abasubati kurwa ase chinsemo imeyense ya Kenya bakora okurobekana ko omorembe elio korera obwene gokorekana ase abasubati bali babeire bagwito ase matuka abwangoiga ase bikore ebyo byabeire bigoichora korengana na barabo nigo bagikeire oboiti bwabasubati ase matuka abwangoiga batebire muna nigo gose nigo abasubati abange babeire bagwito ase amatuko amake
baitire ase bono baganirie serikali gokora obotuki bwa bwango eryo kwene kinga nkonyora bare obwene bwabo naboigo nigo baborire abarai korwa ase chikaunti amone serikali enene korigia amabaga ase serikali elikwene kinga ngosira bare abasubati unenchera eya moyo gosegeta abasubati kwegendereria ase amagimabo. Civil society's organization, and today we are here to say stop killing our women, and I'm calling upon the government, the development partners who are dealing with women issues, please to come together and empower women with programs that they are going to help themselves to be empowered economically, because all these cases are happening because women are vulnerable. Some of them are breadwinners. They are trying to fend for their families. So this issue can be stopped if women are going to be empowered economically and women killing. And I'm the chair and the final person of T-Rops Angels. I'm here to stand with everybody here and to put an end to femicide. I'm really enraged. I am quite disturbed by the killing of women that has continued. We lost Agnes, and she was a world record holder. Now we've lost other girls who are schoolgirls. So all of us, we are here to stand together, and we're saying no to femicide, and this has to end as soon as possible. And I like what the other student leader has said, that nobody should justify what happens, killings of these women. Nobody deserves to be killed. If you don't like somebody, let them go, or walk away yourself. You don't have to kill somebody, so this has to stop. Mimi kama nakataa hii mambo ya mauaji ya watoto wetu. Watoto wetu wanauawa. Imagine mtoto anaenda anasoma. Wewe mwanaume unakuja unamdanganya na pesa. Ukiona ulimsomesha yule msichana amekulenga, usiwache naye. Enda kwa mzazi yake na umwambie mimi nadai kuliko kudai maisha ya mtu. Kwa hivyo mimi nakataa mambo ya wamama kwa vitu. Tunasema stop killing women. Mwancho moriria aiga na ongo ikira omweri obwa mangana maya asenchira yobwenge yenda kurigeria Ndizi TV iri wemanye ase obonge agwagera 20 menge erego cha abosio erieteria ne DORCAS KEMUMA twara burigerio obuya imeya Ndizi twabwatira nere Petra Mokeira oyone kinga marigine chibicha wekire asenchira yobwekirana.